ligi tano bora tukajaribu kuiangazia michuano ya klabu bingwa barani Ulaya. Siku wa Ulaya jana. Siku wa Ulaya. Umetetema kweli kweli. Ni hatari sana. Shughuli ni pevu. Ilikuwa ni hatari sana pale San Siro. Nyasi ziliwaka moto. Mchezo wa pili wa nusu finali ya kwanza ya michuano ya klabu bingwa barani Ulaya UEFA Champions League kati ya International Milan dhidi ya Barcelona ulitamatika kwa Inter Milan kufanikiwa kutinga hatua ya finali baada ya ushindi wa mabao 4-3 waliopata jana katika dimba la San Siro katika jiji. Shughuli ni pevu kweli, mabao 7 jumla yamepatikana jana tu. Yaani ndio na yale matatu na yale 6 takriban mabao 10 na yani kwa mchezo tu wa jana yalipatikana mabao 7. Mabao 13 kwenye mchezo miwili. Shughuli kweli kweli. Hatua ya nusu finali nafikiri huenda ikawa ni moja kati ya michezo ambayo ilishuhudiwa mabao mengi kweli kweli katika hatua hii ya nusu finali. Na jana waligawana vipindi. Barcelona Inter Milan ilishinda bao 2 kipindi cha kwanza, Barcelona kaja kushinda bao 2 kipindi cha pili. Zile 15-30 za nyongeza Inter kaja kashinda kipindi cha kwanza, lakini Barcelona kipindi cha pili akashinda kutumia nafasi yake vizuri. Shughuli imeisha hivyo. Tungeshuhudia mchezo mwingine kabisa endapo kama Barcelona angeongeza bao. Lakini pia mabao yaliyofungwa hapo jana kipindi cha kwanza, magoli ya Lautaro Martinez pamoja na Canhagol katika dakika ya 21 na dakika ya 45 yaliwatanguliza Inter Milan kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili Eric Garcia pamoja na Dan Olmo wakasema hapana, haiwezekani, bado tupo sana. Wakarudi. Bao la Rafinha dakika ya 87 liliwapa matumaini makubwa klabu ya Barcelona kutinga hatua ya finali, jambo ambalo lilikuja kutibiriwa vikali sana na Francisco Akebi. Dakika zile 5 za nyongeza akasema baada hapa tuko nyumbani. Assist nzuri sana kutoka kwa Denzel Dumfries. Dumfries amekuwa na kiwango kizuri sana. Miongoni mwa jambo ambalo Barcelona walishindwa kulidhibiti ni yani kuimarisha ulinzi. Tazama namna ambavyo bao lilifungwa lile la Inter la 3. Ni yani masuala ambayo walizembea sana. Bao linafungwa mbele ya mlinzi, kitu ambacho na ukiangalia Dumfries alitokea pembeni na mpira kwa nguvu sana. Ndio. Akaenda mpaka mwisho akamaliza uwanja. Mwisho kabisa kulia mwa uwanja hivi. Yani alipita katikati watu wawili mpaka anapiga ile cross ambayo inamkuta beki kisiki Francisco Akebi na anaweka kamba. Bao inakuwa ni 3-3. Hilo nakwisha, wanakwenda turudi tena dakika 30, jambo ambalo lilikuja kushangaza sana ulimwengu. Ndivyo ilivyokuwa. Mabingwa hawa mara 3 wa michuano hiyo ya UEFA Champions League wameingia tena finali ya pili katika kipindi cha miaka 6. Walifanya hivyo, walichukua kombe la kwanza la michuano hii ya klabu bingwa barani Ulaya mwaka 1963-64, msimu wa 64-65 pia wakachukua, yani walichukua mara 2 mfululizo, na wakaja wakachukua tena mwaka katika msimu wa mwaka 2009-2010. Lakini pia katika hii misimu mitano ya hivi karibuni kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025 hivi sasa Inter Milan wameshacheza finali mara moja. Walicheza katika msimu wa mwaka 2022-2023 dhidi ya Manchester City, na kwa bahati mbaya hawakufanikiwa kutoa ubingwa na Manchester City akatangazwa kuwa bingwa wa michuano hiyo. Lakini pia wamefika katika hatua ya 16 kwa misimu miwili, 2021-22 pamoja na msimu uliotamatika hapo mwaka jana, msimu wa 23-24, lakini pia wakaingia katika hatua ya makundi mara 2. Hao ndio International Milan ambao watakwenda kuvaana na mshindi ambaye atapatikana leo katika mchuano hiyo Paris Saint-Germain katika jiji la Paris dhidi ya washika mitutu wa jiji la London, Arsenal. Mchezo huu utapigwa majira ya saa 4 kamili usiku katika dimba la Parc des Princes katika jiji la Paris. PSG watawalika Arsenal the Gunners akiwa na faida ya bao moja. Bao la mapema kweli.
Ukiangalia kwa tathmini ndogo Arsenal the Gunners bado wana nafasi kubwa ya kushinda mchezo huu ukilinganisha na mchezo wa awali ambao walitoka kucheza. Mchezo wa awali wao walipoteza kwa sababu ya kukosekana kiungo wao mkabaji Thomas Partey katika dimba katika kiungo pale na ikamlazimisha Mikel, na hii ni kutokana na kadi za njano 3 bila shaka, kadi za njano 2 kwa kadi za njano 2 ukipata kadi za njano katika michezo ambazo zimelazimu kumtoa kwenye mchezo unaofuata. Hilo jambo liliwakosti Arsenal, jambo ambalo lilimlazimu mwalimu Mikel Arteta kumtumia Mikel Merino kucheza katika kiungo cha chini. Ukiangalia siku hizi Arteta amekuwa akimtumia Merino katika nafasi ya ushambuliaji, yani kama striker namba 9. Na ukiangalia katika mchezo wa Real Madrid katika hatua ya robo finali, Merino pia alifanya vizuri sana na akapata bao la 3 katika yale magoli matatu ambayo walifunga. Hivyo ndivyo itakavyokuwa pale. Lakini pia kocha wa klabu hiyo Mikel Arteta yeye amesema hali ya wachezaji wake iko vizuri, na habari njema kwa mashabiki wa Arsenal ni kwamba wamerejea mabeki wawili wa pembeni ambao ni Julian Timber aliumia katika mchezo wa Bournemouth, lakini pia Ricardo Calafiori ambaye alikosekana kwa muda mrefu. Timber mgumu kweli safu ya pembeni pale. Sasa hiyo ilikuwa inaleta stress kwa upande wa Arsenal kwamba akikosekana Timber itaweza kumiliki dimba. Shughuli inaweza ikategemea. Lakini ndio hivyo amerejea Timber, lakini pia amerejea Ricardo Calafiori kwa upande wa upembeni kushoto. Kwa hiyo hiyo ni habari njema kwamba backline ya Arsenal itakuwa vizuri. Tumalize na NBA kunako nani football huko. Michuano ya mpira wa kikapu ligi kuu nchini Marekani imeendelea usiku wa kuamkia hii leo kwa saa 8:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Leo sisi tumelala bwana, kuna watu wanakiwasha kule bana, kulikuwa na hatari sana. Shughuli inaendelea. Wa pili wa hatua ya mtoano wa ligi hii ya NBA katika hatua hiyo ya playoff robo finali, Cleveland Cavaliers wao walikuwa nyumbani leo, wameambulia kichapo tena kwa mara nyingine kwa vikapu vya seti ya 19 kwa seti ya 119 kwa dhidi ya 120 kutoka kwa Indiana Pacers. Indiana Pacers bana jana walifanya comeback ya kibabe sana na wakafanikiwa kushinda mchezo wa pili wa hatua ya robo finali katika michezo 4 ya hatua hiyo ya robo finali. Indiana Pacers tayari ana mtaji wa michezo 2 ambayo tayari ameshashinda dhidi ya Cleveland Cavaliers. Mchezo wa 3 watacheza Mei 9 katika dimba la Hollywood George majira ya saa 2:30 usiku kwa saa za Marekani, sawa na saa 10:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mchezo mwingine ambao ulitamatika mapema ulikuwa ni kati ya Minnesota Timberwolves walikuwa wamewalika Golden State Warriors. Golden State Warriors bana katika msimu huu walikuwa ni wabovu sana, hata kuingia na msimu uliopita katika hatua ya playoff waliingia kwa manati, kwa mbinde inakwambia sana, lakini sasa hivi wamekiwasha kweli kweli katika hatua hii ya mtoano, kama hawashikiki kama timu wanalitaka kombe la NBA. Jana pia asubuhi ya leo wamefanikiwa kushinda kwa seti ya 99 dhidi ya vikapu 88, huku nyota wao Jimmy Butler 3 akifanikiwa kuwa nyota wa mchezo. Yeye kaisaidia timu yake kupata vikapu, kutengeneza pointi 20 na kucheza redi 11.